Karibu katika Umeme Tech. Leo tutadiscuss kuhusiana na mada ya motor starter. Hapa discuss vipengele mbalimbali, yani hizi njia za kuendesha mota. Unazungumzia mota ni kama vile pump. Nadhani watu kila mtu ana pump, na pump wanaita pump za mafuta, pump za kuendesha mafuta, za pump za hydraulic, pump za aina mbalimbali. Nadhani hapo tunapata mwangaza hapo. Sasa hii motor inatumika katika hii ni electric device ambazo zinatumika katika kuzalisha electrical energy, yani inabadilisha nguvu ya umeme kuwa nguvu ya mechanical, ina change electrical energy to mechanical energy. Zipo njia kadhaa kisha discuss katika darasa lililopita. Kama limekupita, kuna link hapo katika description, ifuate, inaitwa direct online, na itakupeleka katika video iliyopita tukajifunza kwa mwanzo kina zaidi. Katika darasa lililopita tulidiscuss kuhusu mada inaitwa hii njia. Tutaja njia zipo kama 5 za kuendesha hizi motor. Kuna njia kwanza ni direct online, njia pili tunasema ni starter, njia tatu tunasema auto transformer, na una rotor embedded starter. Sasa hii katika video hii tunadiscuss kuhusu stock starter au power electronic, kipengele kidogo inaitwa VFD. Sasa kwa darasa lililopita tulidiscuss kuhusu hii direct online. Kama ilikupita tukaelezea vifaa vinavyounda hii direct online, circuit yake, na namna unavifunga na namna inafanya kazi. Tukaelezea kwa uelewa mpana tu. Kwa kupata mwangaza unaweza ukapitia hiyo video, na kaa tayari kwa mwendelezo wa video hii. Usisahau kulike na kusubscribe. Twende moja kwa moja somo letu la leo. Somo letu leo linahusiana na motor, inahusiana na power electronic, kwamba hii ni njia moja hapo ya pili sasa ya kuendesha hii motor. Sasa hii imegawanyika katika njia kuu mbili. Ana njia kadhaa na kadhaa, ila common ambapo tutadiscuss ni kuna hii VFD, nyingine ni PLC, programming logic control device, ambayo inatumika katika kuendesha hizi motor. Sasa tutazikuta katika maeneo kama viwanda, industrial system. Sasa VFD mfano wake ni hapa. Sasa leo tutadiscuss tuangalie kwamba VFD. Sasa swala kujiuliza, VFD ni nini? VFD ni kitu gani? VFD ni hii nasema ni variable frequency device, kwamba hii ni type ya motor drives ambayo inatumia electronic. Narudia tena, hii ni type ya motor drive au motor starter ambayo ni electromechanical device au electromechanical starter, ambayo inatumika katika control speed ya motor na ile torque ya motor katika mabadiliko, kubadilisha ile frequency kulingana na topological, na control, yani vitu kama control voltage na current. Inakuwa inabadilisha basi speed ile ya motor inaongezeka na speed inapungua. Kwa jina la Kimungu sasa nasema is a type of motor drive used in electromagnetic drive system to control AC motor speed to and torque by various motor input frequency depending on topological to control associating voltage or current variance. Hasa ina majina mengi, majina yapo kama 7 hivi, yanatambua kwa majina hayo. Moja jina jingine inaitwa AFD, kwa adjustable frequency drive, wanatambua jina hilo. Jingine inaitwa ASD, inatambua kama adjustable speed variance. Jina jingine inaitwa VSD, kwa maana ya variable speed drive. Jina jingine inaitwa AC drive,
wengine wanatambua kwa jina micro drive, wengine wanatambua kama inverter drive, wengine wanatambua kwa jina la drive. Kwa hiyo watu wanatambua kama majina mbalimbali. Sasa yenyewe inaundwaje? Yaani kwa structure yake ndani ikoje? Structure yake ndani ikoje? Structure yake ndani ikoje? Sasa structure ndani kwamba ukifungua utakuta vitu vikuu vitatu. Vitu cha kwanza utakachokikuta utakuta ni converter ziko mbili. Kuna converter AC to DC na kuna converter nyingine ya DC, converter nyingine ya DC to AC, na utakuta booster ambayo ina boost ule umeme wa DC na inafanya filter ya DC voltage. Ni kwamba sasa utakachokikuta sehemu ya kwanza ambayo ni AC to DC converter, utakuta kuna diode hizi full, na ni baadaye nimekuwekea full diode full diode ambayo ni rectifier kwa ajili ya kubadilisha umeme wa AC kwenda na DC. Ikishatoka hapo inapeleka katika transformer pamoja na circuit inaonyesha transformer pamoja na capacitor kwa lengo la kuboost sasa umeme wa DC. Ikishatoka hapo unapeleka katika circuit nyingine ya inverter, na una diode vimeungwa hapo na baadhi ya transistor vimewekwa hapo kwa ajili ya kubadilisha sasa umeme kutoka katika DC uende katika AC converter. Sasa hapa ndo unakuwa unabadilisha sasa ile frequency, unakuwa frequency sasa inabadilika na umeme na current inakuwa inabadilika. Sasa kitendo cha kubadilika frequency na current hapo ndio inapeleka speed inakuwa una uwezo wa kuiongeza na speed una uwezo wa kuipunguza. Structure yake ndani iko hivyo. Sasa structure yake ndani tumeshaiona. Structure yake ndani tumeshaiona tayari. Kuna sehemu ya kwanza hii hapa, kifungo kwa ndani kuna sehemu ya pili hii hapa katikati, kuna sehemu ya tatu hii huko ya mwisho. Nimeshakuelezea sehemu ya kwanza hii hapa inabadilisha umeme wa AC kwenda DC, sehemu ya pili inaboost umeme wa DC ule, sehemu ya tatu inabadilisha tena umeme wa DC inarudisha katika hali ya kawaida ya kwenda kwa umeme wa AC. Sasa unaona speed inakuwa ni kwa AC kuongeza na kupunguzwa. Sasa muonekano wake upo hivi kawaida kwa hivyo hii hapa sehemu ya kwanza hii hapa na display ina ile push button kama unavyoona, upande fulani start ile button nyingi tu za kureset basi hapo. Unakuwa na regulator yake iko hapo. Na regulator hii hapa kwa ajili ya kuongeza frequency na kupunguza speed na kuongeza frequency. Hii regulator ni sawa sana na hizi button hizi ni sasa moja, na kuna kwa upande wa supply voltage inapoingia hii hapa juu kabisa na supply voltage inapotoka hii hapa chini kabisa hapo. Sehemu ya hii ni upande kufanya installation. Sasa kuna sehemu nyingine ya mwisho ni hii hapa. Hii hapa unajiona hii hapa. Na kuwa hapo na connector zipo na majina connector na kuta za blue au za kijani kama hizo zisizo rangi yoyote kile. Inavuta connector vitu vimewekwa hapo, vinakuwa vina majina na herufi mbalimbali.
Sasa hivi ni muhimu sana katika kufanya installation. Hapa ndo utafunga push button zako, utafunga hapa. Ni switch utaifunga hapa. Hata kama utataka tuunganishe na PLC utaifungia hapa kwa transfer data ziende katika kompyuta. Maana yake utafungia hapa. Sasa tuangalie na namna kufanya installation, maana structure yake ndani tumeshaifahamu kabisa. Tumeshafahamu inakuwa na vitu gani ndani yake. Vitu gani vinapelekea unakuwa na speed inaongezeka na speed inapungua. Kuna vifaa vya electronics hapo, kuna transistor, kuna diode, kuna capacitor, kuna transformer, kuna diode nayo, diode kwa ajili ya rectifier, kuna hizi kwa ajili ya booster, capacitor pamoja na transformer kwa ajili ya booster, na kuna transistor pamoja na diode kwa ajili ya inverter kubadilisha. Sasa hiyo structure yake hasa tuangalie upande wa installation. Ndio installation. Ndio installation ndio hii hapa. Sasa vitu muhimu vile basic vya kuvielewa nikwambie kabisa. Vitu basic kabisa vya kuelewa. Kuna vipi hapa? Sawa, ngoja. Basic kabisa vya kuvielewa. Kuna majina yako pale. Kuna majina kama M0 utaikuta mfano. M0, M1, M2, kuna G, ND. Hizi ground utazikuta nyingine, maanisha ground. Hizi ground utazikuta nyingi. Kwa hiyo kuna hizi circuit ya vile nani sehemu ya taa, yani nipangilia hizi hapa. Na kuna circuit nyingine utakuta nani, kuna connector nyingine utakuta vya vitatu kama wanaweza kwa name kama jina kama V10, AVI au AV1 na ground. Hii ni hivi yake. Sasa hivi hapa M0, M1, M2 na G ni kwa ajili ya push button. Push button na hata hii hapa hii 10 V kwamba hii 10 na AV1 na ground. Hii ni kwa ajili ya control ile speed. Kwamba hii 10 pamoja na ground utafunga nani push button ya kuongeza speed. Na hii AVI au AV1 pamoja na ground utafunga push button ya kupunguza ile speed. Kwa hiyo au unaweza ukachukua hii regulator kama hii ukaifunga hapa. Kwa hiyo sema kuongeza speed V10 na sema kuongeza speed AV1 ndio utaifungia kwa hapo. Kwa namna rahisi sana. Sasa kuna sehemu zingine hizi huko M0, M1, M2 nikwambia mwanzo, na hii ground. Hizi sasa sehemu ya kuweka hapo stop push button forward na reverse push button na push button. M0 na ground hii utaweka push button ya motor iende forward. Sasa M1 na ground utaweka push button motor iweze kwenda reverse. Kwa hiyo utaenda bwana push button utatumia kwa maana yake utatumia normal open 3 ya 4. Sasa kwenye stop utatumia M2. Kwamba utatumia push button ya normal open kwamba no moja ya 200. Kwa moja atakuja M2, 2 atakuja kwenye ground. Kwa wote hao utaenda kwenye ground. Sasa kwa nini natumia ground? Ground ni kwenye electronics tunatumia badala ya neutral. Namna neutral tunatumia ground. Ground na neutral huwa ni sawa sawa, ni kitu kimoja. Kwenye electronics huwa tunatumia ground badala ya neutral. Sasa kuna sehemu nyingine hapa wanafunga nini? Wanafunga fuse tuseme au resistor. Ndio blocking na ni resistor na utaifungia kwa unakuta kama B2 na B3 ndio wanafunga kama nyingi hapa. Na sehemu nyingine ni ala C, ala B, ala A. Hapa wanafunga ni alarm, ni ile alarm. Ile taa kwa ajili ya kuonyesha mwanga. Kwa hiyo hii ndio inakuwa inafungwa hapa kwa ajili ya kuonyesha
mwanga, kwamba hii alarm hii warning light inaonyesha kwamba motor inafanya kazi au motor na hii VFD imepata hitilafu. Kwa hiyo itaonyesha hapo. Sehemu ya kwanza nishakuonyesha ile kwa supply. Hizi ndizo connector za kijani nilizokuonyesha mwanzo. Sasa kurudi tena kuonyesha ni sehemu yao hizi hapa. Hizi za kijani hapa utakuta zile zimenemiwa, zimetajwa zile herufi. Kwa hiyo huo ni uelewa wa awali. Hii ni umeme tech. So like, subscribe na kucomment. Kama una swali unaweza kuliacha hapo chini. Nadhani tutakuwa tumeelewana au mshapata mwangaza uelewa. Topic yetu tunaendelea nayo ni motor starter. Kwa utakuwa na search tu motor starter umetech, utakuja nitakuwa na kuzia video zetu na kupata muendelezo. Tukutane kipindi kijacho. Tutakuja kudiscuss vitu mbalimbali. Mada nyingine zote lazima tudiscuss hizi rotor starter kwa auto transformer yote tutakuja kudiscuss. Data itakuja nayo na tapiro sita kuja kudiscuss na kwa ndio uelewa wa awali. Atapata muda tutakuja na video kabisa ya practical ili kuelewa kwa kina. Mimi ni Meme Tech. Tukutane kipindi kingine. Ciao.